hata kwenye msiba wake kuhudhuria pia umekushinda. Msiba? Nisikilize. Nenda Kwisa. Rafiki yangu kipenzi, kwanza mimi nikuombe samahani. Kiukweli ni muda kama umepita hapa katikati, sijatokea na wala hatujaonana. Lakini ukweli ni kwamba mimi nilikuwa kwenye mitikasi yangu huko na tafuta masuala ya riziki. Si unajua tena kazi zangu. Lakini nimefika huko nimekutana na changamoto. Ambazo hizo changamoto hizo ndo zimenifanya nikae huko muda mrefu sana. Si unaona hata mavazi yangu sasa hivi nimebadilisha yani. Sikuwa na muonekano huu kabisa yani. Sema ndio hivyo sasa nitafanyaje, matatizo yametokea. Tuachane nayo. Vipi lakini mama anaendeleaje? Maana kidogo nilimwacha hali yake sio nzuri. Kwisa, naomba uondoke. Asa niondoke niende wapi? Kwisa, naomba uondoke. Kwisa, ondoka. Zai, hebu nisikilize. Mimi najua tu hizo zitakuwa ni hasira. Na hizo hasira ndo kwa sababu hatujaonana muda mrefu sana, na mimi ndo tulikuwa tunashinda hapa, tunakaa muda mrefu, tunamwangalia mama. Lakini kumbuka Zai, mimi nilikuwa nimeenda huko kutafuta kwa ajili ya kuja kumuuguza mama kidogo, kwa sababu tulikuwa hatuna hela. Kwa hiyo nimeenda kutafuta hata kidogo nipate, lakini nimeenda huko nimekutana na majanga. Bado tena nakuja hapa basi tujue tunafanyaje hali ya mama. Mama anaendeleaje, au mama sasa hivi anaendelea vizuri, au mama bado hali yake ipo ile ile. Imani tuangalie njia nyingine ya kumsaidia, alafu tena bado unanifukuza. Sasa unanifukuza mimi niende wapi? Kwa hiyo umeamua uje unitoneshe kidonda changu, si ndio? Hivi Kwisa, wewe una roho gani? Mbona uko kama sio binadamu wa kawaida? Kwa nini kuniambia hujasikia chochote kile kuhusu mama, si ndio? Mimi ninachojua mama anaumwa. Sasa ndo nataka uniambie hali yake jinsi ilivyo. Kwisa, nilijua na rafiki, kumbe wewe sio mtu kabisa. Sawa, umeshindwa kumuuguza mamangu, hata kwenye msiba wake kuhudhuria pia umekushinda. Msiba? Kwa unajifanya uelewe. Usichokielewa hapo wewe nini? Naomba uende. Nisikilize. Nenda Kwisa. Samahani dadangu. Bila shaka wewe unahusika kwenye nyumba, si ndio? Ni kwetu hapa. Basi ni jambo zuri sana. Kuna sister fulani mimi namuulizia anaishi hapa. Manake juzi nilikuja huko na msiba hapa. Sister fulani mweupe fupi. Ana karangi fulani hivi. Shamjua dadangu anaitwa Zai. Kwa hiyo kuniambia ni sister yako? Dadangu kabisa, na tunakaa wote hapa. Basi itakuwa jambo la busara sana, jambo zuri. Sasa mimi nilikuwa nina shida naye. Vipi naweza nikampata? Sasa hapa Daza alikuwepo. Sema ametoka muda. Na ameenda mbali. Sasa sijajua anarudi saa ngapi. Okay, anyway. Kama utojali, naomba nipatie namba yake ya simu. Manake na issue ya muhimu sana kuzungumza naye.
Kutoa namba Daisy siwezi, kwa sababu mwenyewe atakaje. Labda kama una shida sana ungenipa namba yako, alafu akija niongee naye kutafuta. Okay, haina shida. Hata hivyo peta kwa sio mbaya sana. Utakuwa umenisaidia kwa namna moja ama nyingine. Basi hata nikuandikie. Mimi naitwa Kani. Ila sister yangu nakuomba sana. Nina issue naye ya msingi na ya muhimu sana. Kwa hiyo kama utojali, nakuomba akija tujaribu kunipigia tafadhali. Sawa, una shida. Akija taambia kutafute. Basi mimi niseme asante na nashukuru sana. Karibu. Asante. Kwisa, ndo wewe? Ndo mimi ndio. Sasa nashangaa nafika hapa ndugu yangu na nitumbulia tu macho na nipandisha na nishusha kama unijui hivi. Kwanza kabla ya kuongelea yote, nikuulize ulikuwa wapi? Maana hizi siku 2-3 tulikuwa tukikutafuta kila siku. Ulikuwa wapi? Mimi naelewa kaka kama mlikuwa mnanitafuta. Kwa sababu mimi mwenyewe najijua kama ni mtu wa watu. Lakini sasa huko nilipoenda ndugu yangu, si Bigi alikuja kunipa mchongo ile dalali Bigi wa kule chini Makondeko kule. Kaja kanipa mchongo kaniambia kuna dili la kuuza kiwanja. Basi mimi nikachomoka naye nikaingia na shamba huko baba ndani. Tunafika kule kumbe kiwanja kinauzwa mara 2. Yaani Bigi alishakiuza mara ya kwanza anakuja tena anauza mara ya pili. Alafu anafanya biashara na mjeshi. Unajua wanajeshi walipokuwa na mambo mengi. Timbwili likaanza pale ndugu yangu. Kwa mambo yakawa mengi. Yaani penye ninapokuambia mwili wangu wenyewe hapa kidogo unauma eka za huko yani. Pole sana ndugu yangu. Na sidhani kama Zaya atakuelewa kama mimi ninavyokuelewa. Maana pale anapitia matatizo. Hivi Kwisa, kwani hujui kama bi mkubwa wake Zaya alifariki wewe? Kumbe muda wote umekaa huko peke yako? Mdogo wangu nimekaa hapa yani siko sawa kabisa. Nakuona kabisa leo sijui una shida gani dada yangu na mawazo mwenyewe. Yaani mdogo wangu huwezi amini. Leo asubuhi Kwisa si alikuja? Kwisa. Aya katokea wapi? Yaani kaja hapa haeleweki. Yaani kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Si unaelewa? Mimi kusema kweli nimemtimua. Sasa ungemsikiliza kwanza ujue alikuwa na shida gani, maana tumepata tabu kumtafuta. Kusema kweli, kwa haya matatizo ambayo yametukuta, sikutaka kumsikiliza kwa chochote kile. Yaani kwa chochote. Kwa sababu yani Kwisa kweli wa kushindwa kuhudhuria msiba wa mama yetu. Jinsi tulivyokuwa tunaishi hapa. Mimi nimeamua tu kumtimua. Lakini kwa upande mwingine ni kweli. Maana mama alikopa anaumwa ametukimbia. Na tulikopo naye ametukimbia tujui shida nini. Alafu mama kashafariki yeye ndo anakuja. Na kuna mgeni wako leo alikuja, sema ule muda ulilala, nikasema sikuamshi.
Achana nao bwana. Kwanza mimi leo siko sawa kabisa. Yaani sitaki mtu yote yule anisumbue. Basi ngoja mimi nikuache nile ndani. Haya sawa. Yaani mama wake Zai amefariki kumbe? Mbona jifanya kama hujui? Amna kaka, yaani sio kwamba kama sijui. Na hata mimi nilivyotoka kwenye mitikasi yangu nilipita moja kwa moja kwa kina Zai, kwa sababu najua mimi pale sikufika muda mrefu, na sio kwamba sikufika makusudi. Yaani huko nilipoenda mwanangu kupiga hiyo mission nimekutana na majanga, ndio maana hata muonekano wangu sasa hivi nimerudi hivi. Mimi sikuwa hivi ndugu yangu, nadhani unanijua mwenyewe jinsi nilivyo. Sasa nimefika pale, lakini mapokezi niliyopokelewa pale ni mabaya ndugu yangu. Zai ananifukuza mimi nyumbani kwao, ananiambia si kwenye msiba mama yake sijaja, na hataki kunielewa hata kidogo nikitaka kuongea. Sasa najitahidi kumuuliza, ananiambia shida ni nini au anielezee kilichotokea, hataki kunielewa kabisa. Afu sasa kilichonisikitisha zaidi, anaenda ndani naye namuona kama anachechemea. Kwa hiyo mimi sielewi kimetokea nini. Nikasema hili jambo bwana mimi lisipoe hapa, ngoja niende kwa pacha kwanza nikamchukulia naye maelezo. Pole sana ndugu yangu. Kwa sasa hivi mpe muda kwanza, kwa sababu pale alipo hayuko sawa. Yule ni best friend wangu, yule ni rafiki yangu kipenzi toka kitambo. Unaniambia mimi masuala ya kumpa muda? Nisikilize bwana, mimi siwezi kumpa muda. Na kama kuhusu matatizo hayapo likizo. Matatizo sasa hivi yapo kwenye damu, na kila mtu ana matatizo yake. Si ushansoma kaka? Kwa hiyo mimi nadhani Zai ukienda kuongea naye wewe atakuelewa. Yaani mimi sitaki niongee sana, wewe ni mtu mzima, umepita miaka 18. Mimi nadhani unanielewa. Kwa hiyo naomba uende kaongee. Yaani jaribu kuvaa viatu vyangu kaka. Yaani mimi sihitaji kumpoteza Zai ujue. Yaani sihitaji kumpoteza kabisa. Basi poa. Mimi nitafanya hivyo kama unavyonielekeza. Ila tulikutafuta sana, maana majanga yalikuwepo makubwa sana. Ngoja naona kitu cha pawa. Sio, najua kawaida yangu. Yaani bila kushushia hii, yani hali tete. Hicho kichupa siri yake nao mimi. Mtu kiona tu unaweza kaona kama energy, lakini ndani yake kuna kile mnaita kinini, kisungula, maji ya kisima. Kumbe unajua. Basi poa, ngoja mimi niwahi. Basi poa. Poa. Naona unaendelea na usafi. Si unajua tena ukikaa nyumbani lazima usafi ufanyike. Wewe unaenda wapi? So unajua tena mizunguko ya hapa na pale. So nikaona nije nikusalimia rafiki yangu afu nipite. Okay, nimekumbuka. Hivi yule rafiki yako yupo? Rafiki yangu? Rafiki yako. Si una rafiki mmoja wewe? Unamuulizia Kwisa? Huyo. Kwani kafanyaje? Sijamwona muda mrefu na ndio maana nimekuuliza. Huyo Kwisa unaimuulizia asubuhi alikuwepo nyumbani, lakini hizi siku 2-3 zilizopita alipotea tu ghafla. Mimi mwenyewe nilikuwa simuoni, na kila akija nyumbani nikijaribu kumuuliza hataki kuniambia. Sasa mimi kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie, sijui kama utanionaje, lakini kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Yaani muda mrefu kaka mimi nilikuwa namkubali. Sema rafiki yangu, utanisaidia kwa sababu yani namtaka. Unasemaje? Hivi unakumbuka ule msiba tuenda juzi pale? Pale kuna mali hizi mbele.
Unavyoona mguu leo nimepakanyaga pale. Uwezi amini. Yaani mipango yangu inaenda kama tulivyopanga. Nimefika pale nimkuta mdogo mtu. Nikamuuliza, "Samahani dada, vipi sister yako yupo?" Kwa nini sikujua kama ni sister yake. Si unaelewa? Nikasema kuna dada fulani hivi yupo mope. Dogo sakajichanganya. "She's my sister." Nikasema mwanaume, sasa ile dili langu sasa limenyooka. Tutongamia namba za dada yako. Maana kile wakati nafika mimi, dada mtu alikuwa yupo. Sasa akachukua namba zangu. Akaniambia saizi hayupo katoka, ila akija tu na kukol. Kaambia tulia mama, wewe ni cheki. Kwa ninachokifanya mimi pale, naingia kule binti kama nampenda. Akija kwenye 18 namchapa tukio hilo. Atoka sahau. Tunauza nyumba, alafu mwisho siku tunachimba. Kwa kana una hatari? Wewe umezaliwa naye yule? Una ndugu naye? Unamjua? Sasa uhatari uko wapi? Hapa mjini. Alafu sikiza nikwambie kitu kimoja. Kikulacho nguoni mwako. Mimi yule namtaka, nitamla na ilake nitaila. Tulia. Sasa ngoja mimi nikuache. Naondoka. Ila kanalo kwenye akili. Usimwambie mtu. Haina noma, unajua kama sinaga baya. Macho. Namtaka, usichoelewa nini sasa hapo? Na wewe ndo rafiki yako utanisaidia. Kuisa huyu naimjua mimi. Huyo Kuisa unamjua wewe. Sasa kuna mwingine nani jamani? Nikuulize kitu Sabri. Hujaona wanaume kweli wa kuwapenda mpaka uende kumpenda Kuisa? Na huyo Kuisa atakupa nini? Huyo rafiki yangu bwana. Sasa atanipa nini vipi? Sikia nikwambie. Mimi mtoto wa mjini. Mimi namtaka Kuisa. Kuhusu sijui kila kitu nitampa mimi hivyo vitu unavyotaka wewe. Mimi dada ya mjini nikishatoka nikienda huko tena nikafanya mambo yangu, kwani na wewe ujui? Ila usije ukamwambia. Ukimwambia mimi na wewe tunagombana. Mimi namtaka nimweke ndani, awe kama kibenteni. Asa, kama unajua na wanaume wengi, kwa nini umtake Kuisa? Sikia. Wewe nifanyie mpango. Kama shida hela, mimi nitakupa, nitakuzingatia. Sio shida zangu. Kwa fanya hivyo. Nataka jibu kutoka kwako. Basi poa. Mimi mwenyewe nilikuwa napita tu. Ila nitalifanyia kazi madam. Okay, nitafurahi. Na nasubiri jibu. Chemena tembelea choki, mapenzi yamenikataa. Na bembeleza sichoki, na bado ananikana. Nimekuwa tahira, naongea na kimvuli changu. Yamezidi madhira, napambana na hali yangu. Nazeeka sasa, kabla ya siku zangu. Penzi liko nusu jaba, linavuja upande wangu. Nateseka dada, iponye hali yangu. Pambana kujaza kibaba, nijikune mgongo wangu. Ungenipa nafasi niheme. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi kidogo anasaidia, alhamdulillah. Pole sana mdogo wangu. Huo ndio ukubwa. Lakini pia Latifa, hivi unajua kama kufiwa na mzazi sio kama ndio umefeli maisha. Unaniona mimi hapa nilipo? Sina mama, sina baba, sina ndugu aina yoyote ninayemtegemea. Lakini si unaona maisha yangu? Naishi, najihudumia mwenyewe, navaa, napendeza, nafanya kila kitu ninachokitaka. Sijakuelewa hapo, yani unamaanisha nini? Labda unifafanulie, maana hapa nyumbani mimi naishi na dada Zai. Na ananipa kila kitu dada yangu. Kwa hiyo yani labda ungenielewesha. Na ukubwa wote huo hujui ninachomaanisha? Mimi nilijua wewe mjanja rafiki yangu. Sikiliza. Kesho mida ya jioni nyumbani kwangu, si unapafahamu? Naomba uje au nitakupigia simu
nikuelekeze nilipo uje. Utaelewa kila kitu. Sijui utakuwa umenielewa. Si unaweza kutoka? Au pia dada yako anakukataza? Tuone, ngoja kesho ifike. Taongea na dada, najua ataniruhusu. Ana shida. Nitakuja. Okay. Kwa hiyo eka namba yako hapa nikutumie chochote kitu. Okay, jina ndo Latifa Daudi. Okay. Sasa kesho jitahidi. Fanya juu chini tuonane. Sawa, nitakuja. Okay, na kutegemea. Basi sawa, mimi hata sikusindikize. Nimechoka sasa. Sijali ndugu wangu wako tuna sasa hivi. Haya, karibu. Bye. Hata vitabu vimeandikwa samehe mara 70. Alafu pia vile vile mimi ni binadamu Zai, na kila binadamu ana mapungufu yake, na mimi sio kwamba yaliyotokea haya mimi nayafurahia, yaani siyafurahia hata kidogo. Yaani mimi binafsi, hata mimi mwenyewe tu roho yangu inaniuma, lakini naomba urudishe moyo nyuma Zai, unisamehe. Kwisa, hivi kweli lakini ulishindwa hata kunipigia simu unaambia chochote ambacho kimekukuta? Umekaa kimya, tunadhani mimi ningekuelewa tu kirahisi. Kiukweli hata mimi naniuma sana, yaani kitendo cha kuto kufika msibani, afu tena msiba mama yako, kwa sababu yule ni kama mama yangu mimi. Yaani hata mimi binafsi naumia sana, lakini tu ndo nakaza kwa vile ni mtoto wa kiume. Lakini yao yameshapita Zai, mimi nadhani sasa hivi tuangalie ya mbele. Mimi sipendi maisha ya tunaoishi sasa hivi. Kiukweli tangia nimerudi huko kwenye mikosi na kuja huku tena nakutana na mikosi mingine, afu tena bado mimi na wewe tusio na maelewano. Hiyo itakuwa sio sawa. Kwisa, sijui nikwambiaje. Kusema kweli niliumia sana. Yaani kukosa kuhudhuria msiba wa mamangu nijisikia vibaya sana. Ndio maana siku ile ulivyokuja sikutaka kusikiliza kwa chochote kile. Na hata bado sasa hivi akili yangu haiko sawa kabisa. Kiukweli mimi nakupenda sana. Wewe ni rafiki yangu kipenzi. Mimi sipendi ya maisha tunayoishi. Naomba unisamehe mama yangu. Sawa Kwisa, mimi nimekuelewa. Ila sio rahisi kama unavyofikiria. Naomba unipe muda kidogo ili niweze kuwaza, nijue nini cha kufanya. Unazungumzia swala la muda tena Zai. Nisikilize nikwambie mama. Mimi na wewe tumeanza urafiki muda tu. Alafu kumbuka muda siku zote urudi nyuma. Basi sawa, mimi nisikulazimisha kwa sababu najua uko katika wakati mgumu sasa hivi. Naomba usichelewe sana basi kunipa majibu. Zai, mbona unijibu?